Mheshimiwa, mbona unakula? Tena unakula peke yako? Kwani nilipokuwa nagaramia hii stuli hukuniona kwamba nilikuwa peke yangu? Unataka nile na nani? Kama sio wewe nani? Kama sio sasa lini? Ni sisi. The Directorate of Postgraduate Studies, University of Dar es Salaam, has extended receiving late applications for admission into various postgraduate programs at the University of Dar es Salaam. The deadline for receiving late applications is now 30th August 2013. Therefore, the School of Journalism and Mass Communication is inviting late applications into the following postgraduate programs. Postgraduate Diploma in Mass Communication, which can be taken as a part-time program with a duration of 2 years maximum, or full-time program with a duration of 1 academic year. The entrance requirements include a good bachelor's degree or and above, this is master's, master in philosophy and PhD, from a recognized institution of higher learning in a non-mass communication or related field, or a good advanced diploma in any field. Master's in Mass Communication, this can be taken as a full-time program with a duration of 18 months. The entry requirements include first degree from the University of Dar es Salaam or any other recognized institution of higher learning. For past degrees or unclassified degrees, university-wide requirements apply. Or a postgraduate diploma in journalism or mass communication or public relations and advertising or related field from the University of Dar es Salaam or any other recognized institution of higher learning. For the application forms, please visit postgraduate.udsm.ac.tz and download one. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na Rais Jakaya Mrisho Kikwete awaapisha makatibu na manaibu makatibu wakuu. Katika habari za kimataifa, Rais mteule wa Mali Ibrahim Boubacar Keita afanya mazungumzo na wanahabari nchini humo. Na katika michezo na burudani, timu ya taifa ya ngumi yajiandaa na mashindano ya kimataifa yatakayofanyika huko nchini Mauritius. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu katika taarifa habari. Msomaji wako ni mimi Ziada Irunga, nitakayekuletea habari za kitaifa na kimataifa. Kwa upande wa michezo na burudani utakuwa naye Zaifat Rashid. Kwa kuanza basi ni habari za kitaifa. Hatimaye makatibu na manaibu wakuu wameapishwa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye aliongoza zoezi hilo. Tupate taarifa zaidi. Mimi Deodatus Michael Mtasiwa na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yangu, katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Konsolata Filipo Mgimba na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kukitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni watendaji wakuu wa wizara mbalimbali nchini wakila viapo mbele ya Rais Dr. Jakaya Kikwete, huku akishuhudiwa na viongozi mbalimbali wa serikali. Hafla hiyo ilijumuisha ndugu, jamaa na marafiki wa waapishwa hao, ambapo makatibu wakuu takribani 13 na manaibu 14 walikula viapo. Kwa kawaida serikali ina reflect halafu ina act. Inaangalia wapi tuna shida
ndio maana ya reflection, alafu ina act. Kwa hiyo wakati wote tumekuwa tukireflect alafu na kuact. Kwa tumereflect tukaona kuna maeneo ambayo yana matatizo, yana changamoto, ikiwemo hilo la ufaulu mdogo, maeneo ya uandikishaji, maeneo ya 3R yale ya KKK. Kama ambavyo umesikia katika baadhi ya shule watoto wanatoka mpaka pengine darasa la 7 bila kuwa na studies za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo ni reflection, halafu tuna act kwa maana ya kutekeleza yale ambayo tumeyaona katika kama changamoto za utekelezaji wa elimu. Tunawafahamu wabunifu mbalimbali ambao wamejitokeza, lakini kitu tunachokihitaji zaidi ni kuwezesha zaidi, kwa maana ya kwamba kiwe ni kitu ambacho sasa imekuwa ni kama utamaduni wetu. Unapokuwa umepata shida, usijifunge kwenye mazoea, badala ya kufahamu kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaweza ukavileta vikawasaidia katika kutatua au kuboresha au kufanikisha zaidi. Wakina mama nao hawakuwa nyuma wakati wa zoezi la kula viapo, ambapo wameahidi kutomwangusha Rais Jakaya Kikwete. Katika utendaji kazi huwa kuna sheria, taratibu, miongozo na kanuni. Kwa hiyo ninachosema mimi nitasimamia kama ambavyo nimeapa, sheria, kanuni, taratibu na miongozo yote ambayo inaongoza majukumu ambayo yako mbele yangu. Vipi serikali tayari imeshaviweka ambavyo mimi sana nitaenda kuvitekeleza tu, sina kipi ambacho mimi nitakipeleka, isipokuwa nitachukua vile ambavyo serikali imeshaviweka. Kwa mfano ili swala zima la matokeo makubwa sasa, yani big results now, ambayo Wizara ya Elimu na yenyewe ipo katika huo mchakato na imeshaainisha maeneo 9 kipaumbele ambayo yatatekelezwa, na mimi nitakuwa ni msimamizi katika huo utekelezaji nikishirikiana na wafanyakazi wenzangu na kiongozi wangu ambaye atakuwa ni katibu mkuu. Serikali ni moja, kwa hiyo nimehama tu majukumu. Nilikuwa nafanya Wizara ya Fedha, nilikuwa kama commissioner wa budget na shughulika na budget zote za serikali. Sasa nakwenda Wizara ya Uchukuzi ambako nitashughulika na wizara moja ya uchukuzi. Kwa naamini pale nitazidi kushughulikia masuala ya reli, kumsaidia Mheshimiwa Waziri kwenye eneo la reli, bandari na mashughuli zote za uchukuzi. Kwa hiyo ni mabadiliko tu ya kazi. Takribani wizara 13 zimepata makatibu wakuu wapya, ambapo miongoni mwa wizara hizo ni pamoja na Wizara ya Afrika Mashariki, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Mawasiliano, Wizara ya Fedha, Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Elimu. Ni siku ambayo wengi walikuwa wakisubiri kuapishwa kwa baadhi ya manaibu na makatibu wakuu hapa katika Ikulu ya Dar es Salaam. Na hii leo takribani wakina mama 8 wamepata fursa ya kuapishwa na kushika nafasi nyeti katika wizara takribani 8. Na hii inaonyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete bado ana imani kubwa na wakina mama hapa nchini. Amepata nafasi hii, lakini kubwa ni namna ambavyo wanaweza kutekeleza sera ya Big Result Now. Kutoka katika viwanja vya Ikulu Dar es Salaam, Spencer Lamek, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Kufuatia kuwepo kwa malalamiko sio tu bungeni bali hata kwa madereva barabarani juu ya uwepo wa matuta yasiokuwa na viwango, Shirika la Viwango Tanzania TBS limewashirikisha wadau mbalimbali katika semina ya viwango vidogo vya matuta. Diton Talengo ana taarifa zaidi. Kwa lugha ya kawaida watu wanatumia kama bumps, lakini kitaalamu tunaziita humps. Humps ni haya matuta makubwa ambayo yenye shape ya mzunguko na mengine yanakuwa flat kwa juu. Alafu rumble strip kwa lugha ya kawaida ni rasta. Ni Injinia Shirogire wakati akifanua baadhi ya aina za matuta yaliyowekwa barabarani, ambapo mtaalamu huyu ameelekeza utaratibu wa viwango vya matuta vinavyotakiwa kuwa barabarani, huku akikiri kuwa kama madereva wangekuwa wako makini na kutii sheria bila shuruti, kusingekuwa na sababu ya kuwekwa kwa matuta barabarani. Kiwango chetu tumetoa yako matuta ya aina tofauti kulingana na mwendo kasi. Na kuanzia kabisa, kama unataka kupunguza mtumiaji wa chombo cha moto atoke speed au mwendo kasi 0, manake apunguze kabisa mpaka mwisho gari lisimame mpaka 10. Utaona kimo cha lile tuta kiwe sentimita 15 au milimita 150, na upana wa lile tuta ukiwa unafuata ile barabara. Matumaini ya Shirika la Viwango Tanzania
ni wadau na wizara husika kuitikia utaratibu huu na kupunguza ukubwa wa matuta barabarani. Na hapa Agnes Njau ambaye ni mkurugenzi wa upimaji na ugezi katika shirika la viwango Tanzania TBS anabainisha swala hili. Sisi TBS ndio tunasimamia utekelezaji. Haitakuwa ni jambo la busara kuanza kusimamia kiwango ambacho wadau hawakijui. Kwa hiyo tuelezane kwanza kiwango kipo, alafu sasa ndio tuingie kazini sasa kuona kwamba namna gani sasa tunakitekeleza kile kiwango kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo ndio hii hapa sasa tunaifanya hapa. Wadau wa ujenzi tumewaita. Na kama mlivyoona wale ambao mlikuwa mnafuatilia kwenye vyombo vya habari hasa magazeti, ili tangazo la hii semina limetoka kwenye magazeti mengi na kwa mara nyingi na kwa muda, ili kujaribu sasa kuwapa wadau taarifa kwamba kuna kiwango kipo na leo tuko hapa kwa ajili ya kujadili namna ya kukitekeleza ili waanze kukitumia. Kwa hiyo tumeelimisha kwanza ile watu kujua tu kiwango kipo, tumepitia kwenye magazeti. Namna ya sasa ya kutekelezaji ndio tuko hapa sasa. Mtazamo wa semina hii unaifanya Cameraman TV kumulika mbali zaidi kwa madereva barabarani ili kujua nini mtazamo wao juu ya uwepo wa matuta na uelewa wa wananchi. Mimi naona ya matuta yanatusaidia kwa sababu pindi tunavyoendesha gari tunakuta tuta, alafu mbele kuna watu wanavuka. Tunapunguza speed ya speed ya gari. Kwa sababu kama hatutakuta lile tuta mbele alafu kuna watu wanavuka, ina maana tunaweza tukawagonga kutokana na speed yetu, unaona. Kwa hiyo mimi naona matuta yawepo. Ni kweli kama mtu akivunja sheria vyombo husika vichukue mkondo wake, kwa sababu sheria madereva tumefundishwa, tunazielewa. Kwa hiyo unapofika mahali kama zebra unajua kwamba hii ni sehemu ya wapitaji wa miguu, inabidi mimi nipunguze mwendo ili mtu anayepita kwa mguu apate kuvuka. Sasa ukikuta kwamba wewe umeacha sasa kufuata zile sheria, kwa hiyo watakapokukamata vyombo husika vichukue mkondo wake. Wapita njia ni moja wa waathirika wakubwa katika suala zima la alama za barabarani. Je, wao wana mtazamo gani juu ya uwepo wa matuta barabarani? Wananchi wetu wengi au niseme upande wa madereva sasa bado hawana elimu ya kutosha ya barabarani. Kwa hiyo usipowawekea matuta, yeye hata 120 anaendesha, lakini ukiweka matuta kwamba anapenda au hapendi, atapunguza mwendo. Matuta yaliyoko barabarani ni kwamba yapo katika baadhi ya sehemu, lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo zina population kubwa, unakuta kwamba wakati mwingine hakuna matuta. Lakini hata pale matuta yalipo watu hawazingatii sana. Hasa tukiongea kwa vyombo vya usafiri kama wenye magari, unaona. Unaweza kukuta kwamba labda abiria wamesimama, lakini unakuta kwamba mwenye gari anakuja tu hasubiri kwamba afanye wapite. Ninavyoelewa kwamba wanapozidi abiria labda kuanzia watatu, inabidi pale kwamba gari isimame na watu wale wafanye nini, wavuke. Lakini kumekuwa na ukiukaji wa sheria hasa kwa madereva wetu. Semina hii inakuja katika muda mwafaka ambao unaelekeza wizara husika kuhakikisha inajipanga ili kupunguza kero zilizopo barabarani. Kutoka Dar es Salaam, Dito Ntalengwa, Mlimani TV, elimu kwanza. Wananchi wa Mburahati jijini Dar es Salaam wameitaka Tume ya Mabadiliko ya Katiba kuangalia kipaumbele cha kuwepo kwa muundo wa serikali tatu na kusema inakuwa ni mzigo kwa serikali. Hivyo kutaka kipaumbele hicho kuangaliwa kwa maslahi ya taifa. Tupate taarifa zaidi. Wananchi hao wamesema hayo katika kongamano lilofanyika katika shule ya msingi Mburahati na kuratibiwa na taasisi isiyo ya serikali ya Youth Action Dati YADI inayojishughulisha na kupambana na umaskini na kuwafundisha wananchi namna ya kupata katiba mpya yenye maslahi kwa jamii katika sehemu mbalimbali nchini. Mimi hapa kitu ambacho nimekiangalia kwenye hii rasimu ya katiba ni hii serikali tatu. Serikali tatu sio tatizo. Kikubwa zaidi yani ni watu kuwa waadilifu. Kuacha tamaa ya mimi nitapata lini uongozi na mimi nifanye nini kwenye uongozi huu. Kama kweli ni kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya Watanzania, basi serikali tatu inaweza ikatosha. Vipo viashiria vya amani ambavyo naona havijapewa uzito wake. Kwa mfano kuhusu rasilimali za nchi hii. Kati ya vitu ambavyo vinaelekea kutuvuruga ni rasilimali za nchi hii. Kwa mfano madini. Madini yanachimbwa lakini mapato yake kinachofanyika kionekani vizuri. Kwa mfano mimi ningekuwa kuna mamlaka
ningesema hivi, kabla madini hayajachimbwa ufanye upembuzi yakinifu, ijulikane haya madini yatakuwa na faida kiasi gani ndio yachimbwe, na pale pale viainishwe yatafanya kazi gani. Je, hii katiba kweli itafuatwa kama ilivyoandikwa? Kwa sababu hata kipindi cha nyuma nafikiri katiba zilikuwa zinakuwepo, lakini bado vitu vilikuwa haviendi sawa. Katiba zinavunjwa. Sasa mnatuhakikishia vipi serikali kwamba mambo mlioandika ni kweli itafanya vile ilivyo? Kitu ambacho kimenigusa katika uchambuzi huu wa katiba ni sehemu hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anamiliki madaraka mengi ambayo yamepitiliza hasa katika uchaguzi. Huyo rais amepangiwa kuchagua mawaziri. Naye mwadhiri msaidizi kutoka Chuo cha Mwalimu Nyerere ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya katiba, Bwana Chama Kilimali, amesema rasimu ya katiba inapaswa kurekebishwa hasa katika kipengele cha kuwepo kwa mawaziri ambao hawana utaalamu kwenye sekta wanaopangiwa, hivyo kutaka waziri ateuliwe kutokana na taaluma aliyosomea. Kikubwa cha kufanya ni yule waziri ambaye atateuliwa na rais lazima awe mtaalamu wa kitu anachokiongoza. Kwa hiyo waziri akiwa mtaalamu na naibu waziri akiwa mtaalamu, hatuna haja ya kuwa na katibu mkuu na naibu katibu mkuu, kwa sababu ni nafasi zitakuwepo, watakuwa wanafanya kitu kimoja. Lakini kwa hii inaonekana ni presidential system, lakini bado yule waziri anapelekwa pale kama mwanasiasa. Aidha, katibu wa Youth Action Dati Yadi Bwana Adam Mugishagwa amesema taasisi yao inashirikiana na serikali kupambana na umaskini na kuwafundisha wananchi namna ya kupata katiba bora kwa maslahi ya taifa. Kwa sasa hivi tuna mradi mmoja ambao tunaofanya kwa kusaidiana na serikali wa kukusanya maoni ya kutokana na hii rasimu ya katiba mpya. Tokea mwezi wa 7 tulikuwa tunagawa hizo rasimu za katiba, tumezigawa takriban kwa watu 700, na kwa siku ya leo tumewakusanya wajumbe 100 wako hapa wanadiskasi swala la rasimu ya katiba. Lengo letu la pili ni kuwakusanya vijana, kuweka katika makundi ili waweze kuwa recognized na taasisi za kifedha. Kwa sasa tunajaribu kupita mikoani kutafuta vijana tuwakalishe katika makundi ili waweze kuanzisha miradi ya kilimo, kwa sababu serikali iko tayari kutoa fedha kuwawezesha vijana waanze kilimo. Angela Matayo, Mlimani TV, elimu kwanza. Jamii imetakiwa kutoa taarifa kwa wakala wa ukaguzi wa madini Tanzania pale watakapobaini kuwepo kwa raia yoyote anayejishughulisha na utoroshaji wa biashara haramu ya madini. Rai hiyo imetolewa na mkurugenzi wa utawala wa fedha Bruno Mteta wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Moja ya majukumu ya wakala wa ukaguzi wa madini Tanzania ni kuhakikisha inafuatilia kwa makini na kuzuia utoroshaji wa magendo ya madini na ukwepaji wa ulipaji mrahaba kwa kushirikiana na vyombo na mamlaka nyingine husika za serikali. Lakini pia wananchi wanahitajika kutoa ushirikiano katika kufanikisha juhudi hizi muhimu zinazofanywa na mamlaka hiyo. Tulikuwa tunataka huyo mtu alipwe, atakayetoa information alipwe proposal yetu, lakini sasa haijapita. Lakini tulikuwa tunasema apewe 20% ya thamani yale madini. Kwamba bwana ya madini yote ana thamani gani? Ni bilioni 100, sawa. Bwana bilioni yako 20%, unajua ni nyingi, bilioni zako 20 hizo uchukue, kwa sababu otherwise tungekosa bilioni 100. Sasa mtu kwa kusaidia umepata bilioni 100, hivi ukimpa bilioni 20, what's wrong? Sisi ndio proposal yetu. Kwa sababu tunataka tuweke kwa percentage. Ina maana wewe umeshakamata kesi, imeshakwisha, tumefanya tathmini, madini yetu tumechukua, bwana Robert 20% hapa, bilioni zako 20, endelea kutuletea information na tutazipata nyingi. Katika harakati za mamlaka ya ukaguzi wa madini Tanzania zimefanikiwa kukamata baadhi ya watu wanaoendesha biashara hiyo kinyume na sheria, na wengi wao wakiwa ni raia wa kigeni. Kwa kweli wengi ni raia wa nje. Katika matukio yote haya 25, karibu matukio 20 yote ni raia wa nje. Matukio haya mengine 4 ni wa Tanzania. Lakini kesi ngapi ziko mahakamani au kuna hatua gani zimechukuliwa? Matukio yote 23 yote tuliyafikisha kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo sisi tukishirikiana na polisi tumehakikisha kwamba wale ambao wanatakiwa uchunguzi umeshakamilika wamepelekwa mahakamani. Pia mamlaka hiyo imejiimarisha katika maeneo mbalimbali kama vile kuweka mikakati madhubuti hususan katika viwanja vya ndege. Mkakati wa haraka tuliofanya, viwanja vyote vya ndege hivi kubwa tumeweka maafisa wetu pale, na maafisa wetu wanakaa kwenye ile x-ray
So unajua kuna mahali ambapo mabegi yanapita kwenye ile mashine ile. Sasa inapopita pale na ofisa wetu anakaa pale. Na yeye anaangalia. Na huyo ni engineer ambaye anajua mambo ya madini. Whether ni geologist au ni mineral engineer au lakini ni mtu ambaye anajua mambo ya madini. Lengo kubwa la mamlaka ya ukaguzi wa madini Tanzania ni kuhakikisha serikali inapata mapato stahiki katika shughuli za uzalishaji na biashara ya madini nchini kupitia usimamizi na ukaguzi makini wa shughuli za uchimbaji na kuzingatia uhifadhi na utunzaji thabiti wa mazingira katika maeneo ya migodi. Kutoka Dar es Salaam, Robert Latonga, Mlimani TV, elimu kwanza. Chama cha watu wasioona wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kupitia tume ya mabadiliko ya katiba kuhakikisha changamoto zao wanazotoa katika midahalo ya kuchangia rasimu ya katiba zinazoingizwa katika katiba mpya. Tupate taarifa zaidi. Kauli hizo zimetolewa na wanachama wasioona wilaya Kinondoni katika mdahalo wa uwajibikaji wa masuala yanayopaswa kuingizwa katika katiba mpya ijayo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutoa changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuiomba serikali kuweka alama